Okay, hope you guys mko poa. Nimekuwa nikipata maswali mengi sana kuhusiana na hisa. Kwa hiyo leo tutaenda kuona maana ya hisa na jinsi zinavyofanya kazi. Tukianza na maana ya hisa. Hisa ni sehemu ya umiliki wa kampuni. Kwa hiyo ukiwa na hisa au ukimiliki hisa unakuwa sehemu ya umiliki wa kampuni. Kwa mfano, una hisa 10,000 kwenye hisa 1,000,000 za kampuni, hivyo utakuwa unamiliki 1% ya kampuni. Tutaenda kwenye aina za hisa. Kuna hisa za kawaida na hisa za upendeleo. Tukianza na hisa za kawaida, hizi hisa zinakupa umiliki wa moja kwa moja. Unapata gawio au faida, lakini kwenye gawio, kampuni ikipata hasara utaathirika, na kampuni ikifilisika unalipwa gawio mwishoni. Haya, tukija kwenye hisa za upendeleo, kwenye gawio lake linajulikana tofauti na kwenye hisa za kawaida, na hasara yake ni ndogo. Hizo ndo aina mbili za hisa. Sasa tunakuja kwenye faida za kuweka kwenye hisa. Kitu cha kwanza ni njia ya kuweka hisa, njia ya kuweka fedha zako kwa muda mrefu. Ukitaka kuwekeza unapata zile faida, gawio linakupa faida za wewe kuendelea kufanya mambo yako mengine. Cha pili, unaweza tena kupata faida kwenye kuuza zile hisa unazomiliki kwa bei kubwa. Kingine, unamiliki kampuni, unaweza ukatoa mapendekezo au uamuzi kwenye ile annual general meeting ukiwa na hisa. Pia unaweza ukazitumia hizo hisa kama dhamana kwenye mikopo benki au kwenye hizi microfinance, unaweza ukatumia hizo hisa kama dhamana. Tukija kwenye hatari za hisa, bei zinapanda na kushuka. Yaani hicho kitu unatakiwa ujue, ukiwekeza kwenye hisa kuna muda bei zinapanda, kuna muda bei zinashuka. Pia unaweza ukapata faida kubwa au hasara, inategemea na wakati unapoziuza hizo hisa zako. Umeuza, je, bei ya soko iko juu au iko chini? Kwa hiyo inategemea. Kwa hiyo unaweza ukapata faida au hasara. Kitu kingine ni hakuna uhakika wa gawio. Kampuni inaweza ikapata hasara, kwa hiyo msipate gawio, au ukapata gawio lakini likawa dogo, sio lile ulilolitegemea. Na nyingine, kampuni ikifilisika unaweza ukapoteza fedha zako, kwa sababu kampuni imeshafilisika, haina hela ya kuwalipa wamiliki wa hisa. Kwa hiyo unakuwa umepoteza zile fedha zako ambazo umeziwekeza kwenye hiyo kampuni. Sasa tunatakiwa kujua kwa nini bei za hisa zinapanda na kushuka. Kitu cha kwanza, ufanisi wa kampuni. Kampuni ina operate vipi? Ufanisi wake, the effectiveness ya kampuni, unatakiwa ujue. Hicho kitu pia kinaweza kuchangia kubadilika kwa bei. Kitu kingine ni hali ya uchumi. Bei ya hisa inategemea uchumi wa nchi ukoje. Kwa hiyo unatakiwa tena uangalie, kuna muda kuna vitu ambavyo vinaweza kuaffect bei za hisa kama inflation rate, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unatakiwa pia uangalie. Kitu kingine ni sera za serikali. Tunajua kila kiongozi anayekuja anakuja na sera zake. Kwa hiyo sera hizo pia zinaweza zika affect ile bei ya hisa kwenye soko. Na kitu kingine ni taarifa mpya kuhusu kampuni. Kwa hiyo hivi vitu vyote vinaweza vikasababisha bei za hisa kubadilika. Sasa tukija kwenye sehemu ya mwisho, ushauri muhimu. Kitu cha kwanza, usitumie pesa yako kwenye hisa za kampuni moja. Unatakiwa ufanye diversification. Kuna kampuni nyingi, kwa hiyo unatakiwa
uwekeze pesa yako kwenye kampuni tofauti tofauti. Kitu kingine, changanya uwekezaji. Usiwekeze tu kwenye hisa, kuna hati fungani, kuna mifuko ya pamoja. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kitu kama hicho. Na cha mwisho, hakikisha unaelewa hatari, risk. Yaani kabla haujawekeza, hakikisha kwamba una uhakika wa hiyo hatari, risk, kama ni unaweza kutolerate au hapana, au risk appetite yako iko vipi. Asante.